Asante sana. Unajua kuna kupanda na kushuka. Ni kweli unayoyasema, mtu kama mimi kubakia Dar es Salaam mpaka leo ni kitu ambacho si cha kutegemewa sana, lakini sijakata tamaa. Inawezekana pengine nikavuka nikenda, kwa sababu hapa tunatumia madakika kwenda Unguja. Lakini kikubwa kilichonichelewesha nyenzo safari hii zimenipiga kidogo. Hali imekuwa si mzuri, na Unguja kunataka uende, kwa sababu unapokwenda Unguja kuna malazi na ulaji kuingia kiingilio. Mimi naingia tu uwanjani, sina matatizo. Sasa kwa haya mambo mawili yamenifanya nibakie, tena moyo wangu unaniuma, lakini la kufanya sina. Mungu labda inawezekana hakupenda. Isipokuwa umeuliza inakuwaje ukwenda mjumbe wa baraza. Ni kweli mimi mjumbe wa baraza, na ndio maana nikakwambia kwamba sijakata tamaa, kwa sababu inawezekana wakati wowote, pengine nikimaliza mazungumzo tuna wewe, nikapigiwa simu makao makuu, mzee Kipepeo, hatuja kuona hapa, njoo tayari kwa safari, jiandae, kesho tunaondoka. Hayo yanawezekana, na hayo yanatendwa sana, hayana matatizo, kwa sababu sisi ni wazee egemezi Yanga Afrika, na bahati nzuri viongozi wetu wanalifahamu hilo, halina matatizo. Na kama itakuwa haikuwa hivyo, bado nitakuwa sitengenezi lawama kwa viongozi juu ya hilo, isipokuwa tu kutakuwa na mapungufu kidogo ya kukosekana mmoja kati ya wazee wa baraza kufika Unguja. Hata mimi moyo wangu utakuwa haukufurahi sana, lakini hao watakao kuwa wamekwenda na mimi nitakayekuwa sikwenda, nasema kwamba tuko pamoja. Kama sikwenda kwa hali na mali, tuko tu Beneti, na wale wanaokwenda wasisononeke kusema kwamba mzee Kipepeo hakufika, wajione kwamba niko Unguja, wajione kwamba huko Unguja. Mzee wangu mnakwenda kukutana na Simba, mfalme Umutuni ambaye ametoka kujeruhiwa kwa maana ya kudondosha alama 2 kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Nikimnukuu afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba wakati wanashuka stesheni wakitokea pale mkoani Dodoma, kabla ya kuunganisha safari kuelekea visiwani Zanzibar siku ya hapo jana, amesema kwamba tumeangusha alama 2, tuna hasira kubwa, na hasira hizo kwa kwenda kuzielekeza katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwenda kuvuna alama 3. Ili mnazungumzia hili wao? Hayo ni maneno yao, na hayo maneno hayakuanza leo, tumeyazoea, na hayo hayatutishi sisi. Huwezi ukasema kwamba nitakupiga, uwezo wa kupiga ukawa huna. Wao wamesema, sisi tumenyamaza, dakika 90 zitaamua, halafu yale maneno yao walioyasema, yatakuwa sawa na vitendo vyao. Lakini mimi ninachotaka nikwambie kwamba Simba hana uwezo wa kumfunga Yanga. Why? Simba hana uwezo wa kumfunga Yanga. Kipepeo ninasema, Simba hana uwezo wa kumfunga Yanga. Simba hana uwezo wa kumfunga Yanga. Kipi kinakupa jeuri ya kusema Simba hana uwezo wa kumfunga Yanga Africans? Swali zuri. Ujeuri ninaupata, uwezo tunao, sababu tunayo, na nia ya kumfunga Simba tunayo, na hayo tunayaweza, na hivyo ndivyo tutakavyofanya. Kwa hiyo tabu iko pale pale. Tabu iko pale pale, na tunajua wao wanapitia wapi, sisi tupite wapi. Tutakutana uwanjani. Msema unajua wao wamepitia wapi, na sisi tumepita wapi. Tutakutana uwanjani. Kwani wao wamepita wapi? Baharini kutoka Dar es Salaam. Baharini kutoka Dar es Salaam. Na nyinyi mmepitia wapi?
tunajua wenyewe kama na ndege sio lazima wao wajue. Lakini tunaona ameshuka na maji, labda watu wa wenyewe imepitia wapi? Tunajua wenyewe. Lakini tutakutana Unguja. Tutakutana Unguja. Tunasema kwamba ni mji au nchi moja. Tutakutana Guantanamo, kiwanja kimoja. Guantanamo Bay. Na moto. Sasa tukishafika hapo sasa. Tukishafika sasa hapo. Ndio itakapojulikana mbichi na mbivu. Hapo. Lakini sisi hatuna maneno, hatuna la kusema isipokuwa mimi msemo wangu. Narudia tena kusema Simba uwezo wa kuifunga Yanga hana. Simba uwezo wa kuifunga Yanga hana. Mzee wangu, mpira unadunda na ni kama mmejisahau, mmejiamini kiasi cha kupitiliza. Mpira unadunda, lakini ukidunda mpira huwa unaruka alafu unatulizwa ule. Kudunda sio sababu. Na watulizaji sisi tunao. Watulizaji tunao. Yaani wewe unataka kuniambia kama utakuwa unadunda kule kuna Kibwana Shomari. Kuna kuna nani? Wao wana Kibabage. Kibabage mtoto mdogo. Kibabage sikaja Yanga yule tukamwangalia tukaona kwamba hana. Kawaka gari limewaka. Kawaka kwa kuna timu zake anazowaka. Ngojea kesho huyo kesho kutwa. Alafu tumwangalie kama atawaka yule. Watamtukana yule. Maana watamuona kama siye yule. Kuna slogan la kusema kwamba mechi za dabi zinachezwa nje ya uwanja. Kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, ninyi kama wazee wa baraza sambamba na kamati kwa ujumla, mmefanya nini kuelekea kwenye mchezo huu? Maandalizi yenu ninyi kama wazee. Ndio hayo maandalizi tumeandaa. Kama maandalizi yetu tumeandaa kwa umoja. Maandalizi yetu tumeandaa kwa mshikamano. Maandalizi yetu tumeandaa kwa ushauriano. Maandalizi yetu tumeandaa kwa makubaliano. Na mambo mengine unapokwenda katika vita usionyeshe andaki. Adui ukijificha atakupopoa. Sio analijua andaki lako. Kuna fumbo umeliweka hapo. Lazima iwe fumbo. Tunaenda vitani. Na kama vita lazima ujue kuchimba andaki. Lengo nini ya kuchimba andaki? Lengo nini? Upate kujificha adui asikuone. Kwa hiyo mko ndani ya andaki wananchi. Sisi sasa hivi tuko ndani ya andaki tunamwangalia adui anatokea wapi. Anatokea wapi? Akiibuka adui agongwe, asitukie yuko chini tu. Ndio maana yake. Hiyo ndio Yanga Afrika. Hiyo ndio Yanga Afrika. Na hao ndio wazee wa Yanga. Na hao ndio wazee wa Yanga. Kwa hiyo maandalizi yamekamilika, hayana matatizo. Kama ni kukoga tayari tumekoga, bado kujisuza tunangojea watu. Kama ni kukoga tumeshaoga, bado kujisuza. Wafike uwanja la Guantanamo watazame balaa. Yanga Afrika. Kuna mnawatisha, bebeba paka na wagonjwa. Mgonjwa gani tulombeba? Pakome zuzwa. Sasa Pakome paka na wagonjwa, unabeba paka na wagonjwa. Yule mchezaji, tubebe mgonjwa sisi kwani madaktari? Tunawatisha. Sisi tumechukua wachezaji wetu, wende hawakuweza kucheza lakini angalau waangalie na halafu wale wanaumwa wana majeraha lakini wanaongea. Wanaweza wakatoa hata ushauri pale uwanjani. Bila Pakome dhidi ya Simba mtakwenda kumfunga mnyama kwa sababu Pakome ameonekana ndo mwiba kila wanapokutana mnapokutana na Simba ameonekana kuwa ndo mchezaji hatari zaidi. Bila Pakome, bila Clement Mzize ambao wamefanya makubwa kwenye michezo ya dabi iliyopita katika hizi mara sita. Simba kafungwa kabla ya Pakome, tena naweza nikasema pengine hata kuzaliwa bado. Simba nafungwa. Kwa hiyo Pakome ni mchezaji, tunamheshimu, tunamkubali, mchezaji wetu, anao uwezo wa kucheza. Kwa hiyo kukosekana kwake sio kwamba unaambiwa kuvunjika kwa baraza si mwisho wa kukaa. Kwa hiyo baraza kama litakuwa limevunjika, utajenga baraza lingine utakaa tu. Au kusha kwa jamvi si mwisho wa baraza. Kwa hiyo nachotaka nikwambie kwamba Mzize anaumwa, ni kazi ya Mungu. Mwenyezi Mungu amfanyie mambo yake kwa mepesi, apone. Kadhalika na Pakome anaumwa. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, apone. Lakini tuna wachezaji 30 kutoka wachezaji wawili, haijawa pengo. Matokeo ya mwisho kuelekea kwenye michezo hizi za katika kuelekea kuwakutanisha kati ya ninyi na Simba. Mmeshinda goli 5, wametoa sare bila kufungana.
hivyo kutoa gap la pointi 5 dhidi yenu. Kama mtashinda ni pointi 8 zinakuwa. Yameboost morali kiasi gani kuelekea kwenye mchezo huo? Lakini tumeona wachezaji wa Simba na benchi la ufundi mara baada ya mchezo kumalizika wa sare walikaa wakiwa wamenyongeka, hawaamini macho yao. Pengine tuzungumzie mechi za mwisho kuelekea katika kabla ya kukutana kwenu. Yanga kumfunga mtu goli 5 ni mazoea. Pengine zilikuwa ni salama na uwezo wao, na mwenye macho haambiwi tazama. Ikiwa pamoja na Simba hilo wameliona, lakini inawezekana labda pengine sijui. Wanasema wale watoto mliwatuma kufanyaje? Mmewawekea dawa, waambie mkisale mzigo huko, mkifunga mzigo huko. Sasa kama hivyo ndivyo wanasema, Yanga wachawi wameingiza mkono kwenye ile. Wao walijuaje kama ikiwa wamechungulia? Kwa hiyo na wao wachawi basi. Wao wamechangulia. Uchawi ni kitu ambacho kisichoonekana. Walijuaje kama kulikuwa na uchawi? Sasa pengine majibu wanayo wao, lakini wao wamethibitisha kwamba Yanga ni wachawi, wanacheza mechi zao. Na wao na waroge kama ndio hivyo. Hawajakatazwa kama ndio hivyo. Wao wanaona kwamba kufungwa kwao kwa sababu ya kurogwa, na wao waroge. Na wao wanawashutumu wazee wa Yanga na ndio sababu ya wao kupoteza kwenye mchezo wa dabi, kwa sababu wanakuwa bora zaidi kwenye pichi uwanjani, lakini wanakwenda kufungwa magoli ya ajabu. Hiyo ndio sifa ya wazee. Wazee uwe na uchawi, uwe huna midhali, uzee wako unakubeba wewe kuonekana kuwa mchawi. Sasa kama wao wanajua sisi wazee ni wachawi na wabakie hapo, sasa basi wawe na hofu ili tupate kuwagonga. Ndio maana yake, wawe na hofu ili tupate kuwagonga, na tutawagonga sana. Tutawagonga Simba sana. Labda unawaambia nini mashabiki na wanachama wa Yanga kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili Machi 1 pale Guantanamo Bay visiwani Zanzibar? Umoja ni nguvu, ndugu zangu, mashabiki, wapenzi, wanachama, viongozi wangu, tuzidi kushikamana hapa tulipo katika mshikamano, tuongeze mshikamano ili tuweze kupata ushindi. Tushauriane jambo ambalo tunalokubaliana, tufanye kazi moja ambayo tunayoikusudia, na inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia. Kwa hiyo tusije tukadanganyika na maneno ya pembeni, propaganda. Asemaye atasema mchana usiku atalala, mwache aseme, lakini sisi tusimame imara kuliendea jambo letu, na kwa idhini ya Allah azza wa jalla tabaraka wa taala, insha Allah tutashinda. Shukrani sana. Asante sana. Kwa sababu umesikia.